Toba pia inamkalisha Mungu na yeye. Ili Mungu akae kwenye eneo, toba. Ili Mungu akae na mtu, toba. Hakuna toba Mungu akae. Na hakuna toba huwezi kaa na Mungu. Maana kama uko hapa hujawahi tubu na kumpokea Yesu, una mbingu. Haijalishi utafanya nini huku duniani. Haijalishi utajenga makanisa yote mwenyewe. Huwezi kwenda mbinguni kwa kumuomba Mungu. Mungu alitoa sadaka moja ya pekee. Hakuna atakaye okoka na hukumu ya Mungu asipojali wokovu wa Mungu. Biblia inasema tutapataje kupona tusipojali wokovu namna hii? Kinachokupa kuokoka na hukumu ya Mungu sio kile unamfanyia Mungu kwanza, ni kukubaliana na kile Mungu alichofanya kwanza. Alichofanya Mungu ni kumtoa mwanawe wa pekee ili kila amwaminie asipotee. Asiyemwamini ameshapotea. Bila kujalisha utafanya. Kornelio alikuwa anatoa sadaka na kuomba. Sadaka hazikumuonga Mungu. Ilibidi atume malaika akamuite Petro amgonge injili aokoke. Alimwambia kweli, akamwambia sadaka zako huku mbinguni Bwana zipo na maombi huku mbinguni hapo, lakini jina lako alipo, maana aliandikwa na sadaka wala na maombi. Linaandikwa tu na sala ya toba. Ukitubu tunaliandika, usipotubu hakuna namna tutaliandika. Kwa hiyo jalishi huku duniani utatoa sadaka ngapi, kama hujampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wako, ukifa jehanamu unaenda na sadaka zako zitabaki mbinguni. Kuna watu hawataenda pale ambapo wameweka, kwa sababu mioyo yao haipelekwi na kila ameweka. Moyo wako unapelekwa na mahusiano yako na Mungu. Ndio maana hakikisha ukitoa sadaka na mbinguni unaenda. Na ili uende mbinguni, wokovu ni kitu cha kwanza.